Zipo historia nyingi nzuri za viongozi, lakini hii ni ya kipekee katika uso wa dunia. Tarehe 30 Desemba ya mwaka 1978 katika kijiji cha Ushirombo, wilaya ya Bukombe, mkoani Geita, nchini Tanzania, siku hiyo alizaliwa mtoto. Shujaa wa kweli aliyekuwa amekunja ngumi vizuri kama ishara ya ushindi wa kweli. Mzee Mashaka Biteko kwa kushirikiana na mkewe kipenzi Bi Elizabeth Biteko wakampatia jina mtoto huyo na kumuita Doto Mashaka Biteko. Mimi Doto Mashaka Biteko naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina lililojaa matumaini ya kweli kwa wana Bukombe na Watanzania wote. Mzaliwa wa mwisho katika familia ya watoto 6, mume wa Benadeta Mathayo na baba wa watoto 5. Aliwezaje kuingia bungeni kuzungumza kwa niaba ya wana Bukombe ambao asilimia kubwa ya uchumi wao unatokana na shughuli za uchimbaji wa madini? Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko sio leo tu jina lake linatamkwa kwa heshima toka angali tumboni mwa mama yake. Ucheshi, unyenyekevu, ushujaa, kujituma, utu na uchapakazi wenye ufanisi ni miongoni mwa vitu vinavyomkamilisha kiongozi Biteko juu ya uso wa sayari ya tatu. Nyota ya uongozi kwake ni kama zawadi aliyopewa na Mwenyezi Mungu mwenyewe, kwani sio katika shule ya msingi, sekondari na hata chuo alikuwa kiongozi aliyeaminiwa bila mashaka. Mheshimiwa Dr. Biteko alisoma shule ya msingi Nyaruyeye iliyopo mkoa wa Geita toka mwaka 1988 mpaka mwaka 1994 na baadaye alijiunga na shule ya sekondari Sengerema mkoani Mwanza toka mwaka 1995 mpaka mwaka 1998 akiyasoma masomo yake ya O-level hapo. Bidii katika masomo vilimpeleka mpaka shule ya ufundi Butimba kusoma kidato cha 5 na cha 6. Na ilipofika mwaka 1999 mpaka mwaka 2004 alikwenda chuoni Katoke kusoma kozi ya ualimu ngazi ya cheti grade A. Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko mwaka 2005 mpaka mwaka 2007 alijiunga na chuo cha ualimu Morogoro kwa kozi ya ualimu ngazi ya diploma. Mwamba aliendelea kuchanja mbuga kuitafuta elimu kama vitabu vitakatifu vinavyoeleza: msake sana elimu, usimwache aende zake. Mwaka 2007 mpaka mwaka 2010 Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko alikuwa chuo kikuu cha Mtakatifu Augustine pale Mwanza na kutunukiwa shahada ya kwanza katika elimu. Mwaka 2011 mpaka mwaka 2013 akatunukiwa shahada ya uzamivu, yani masters katika usimamizi wa biashara. Baada ya hapo, kwa bidii katika kuitafuta elimu, mwaka 2016 mpaka mwaka 2021, takriban miaka 5 katika chuo kikuu cha Dodoma UDOM, akatunukiwa udaktari wa falsafa. Akawa ni mwamba mwenye PhD yake. Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko alikwenda kozi mbalimbali. Mfano, alitunukiwa cheti na chuo kikuu cha Renmin kilichopo nchini China katika usimamizi wa elimu. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2013. Kutokana na karama yake ya uongozi, aliwahi kuchaguliwa kuwa rais wa serikali ya wanafunzi katika chuo cha ualimu Morogoro na alipiga kazi kubwa hapo. Kumbukumbu ya waliosoma naye hapo haitofutika vichwani mwao kwa vizazi na vizazi vyao. Huyu mwamba sio poa. Wakati wa kutekeleza majukumu yake, Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko aliwahi kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Walimu Tanzania wilaya ya Geita mwaka 2010 mpaka mwaka 2012. Na baadaye akawa mwenyekiti pia wa Jumuiya ya Walimu kwa ngazi ya mkoa
Hapa ni mkoa wa Geita toka mwaka 2012 mpaka mwaka 2015. Hivi sasa Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko ni mwakilishi wa wanabukombe bungeni kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, ambapo tangu mwaka 2015 alihudumu serikalini kama naibu waziri wa madini mpaka mwaka 2019 alipopandishwa na kuwa waziri kamili wa madini. Nakumbuka katika kamati ya nishati na madini ulimteua mbunge anaitwa Biteko kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo. Niliona alivyokuwa anaichachafisha serikali, alivyokuwa anachangia michango yake katika kuishauri serikali, na baadaye ilipokuja swala la madini ukaunda kamati inayohusu madini kuchunguza jinsi madini yetu yanavyoibiwa. Mmoja wa mwenyekiti wa kamati hiyo ukamchagua tena Biteko. Ndipo nikaanza kujiuliza, kama speaker amemchagua huyu, vipi huyu? Ngoja na sisi tumwangalie huko. Na ndio maana ilipomaliza tu kamati ile kutoa ripoti, sisi tukamchukua huko serikalini akawa naibu waziri. Amefanya kazi, tunamwona anavyozunguka katika maeneo, na kwa kutambua kwamba Wizara ya Madini bado matatizo yapo, tukasema basi huyu aliyeundwa, aliyekuwa mwenyekiti, baadaye akawekwa kuwa mwenyekiti wa kamati maalum ya madini, na sisi tukamweka naibu waziri, ngoja tumpe uwaziri tuone yale aliyonania. Ilikuwa ni tarehe 9 Januari mwaka 2019. Wakati huo hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli alikuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipomteua kuwa waziri kamili wa madini. Mpaka mwaka 2023, wakati wa utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilipofika tarehe 1 Septemba mwaka 2023, historia mpya ikaandikwa kwa Mheshimiwa Daktari Doto Mashaka Biteko. Kwani tarehe hiyo Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko aliteuliwa na rais kuwa naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waziri wa madini kwa wakati mmoja. Mimi Doto Mashaka Biteko naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Doto Mashaka Biteko naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri mkuu, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Cheo ambacho aliwahi kuhudumu pia Mheshimiwa Agustino Lyatonga Mrema wakati wa utawala wa Rais Ali Hassan Mwinyi mwaka wa 1992 mpaka mwaka 1994. Itakumbukwa bidii, kujituma na nia ya dhati katika kuwatumikia Watanzania vilimfanya Mheshimiwa Dr. Biteko kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya nishati na madini bungeni. Hata ule ukuta wa Merelani Arusha alihusika katika ujenzi wake. Wezi walikoma kwelikweli. Huyu jamaa hakujua usingizi. Kutwa kucha alihakikisha mambo ya serikali yanakwenda barabara. Kabla ya Mheshimiwa Dr. Biteko kujitosa katika kuwania ubunge wa jimbo la Bukombe na kuaminiwa na wanabukombe kuwa mwakilishi wao bungeni ile mwaka 2015, Mheshimiwa Dr. Biteko alikuwa afisa taaluma katika halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2014. Mnamo tarehe 1 Septemba mwaka 2023, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan
akamteua Mheshimiwa Dr. Biteko kuwa naibu waziri mkuu kutokana na uchapakazi wake, Mungu akiwa kiongozi wa hatua zake. Mmenipa kijana mzuri sana aliyenyanyua sekta ya madini kutoka kuchangia 4% kwenye taifa, sasa inachangia karibu 8%, na nimemwambia ikifika 2025 sekta yake ichangia 10%. Na ndio maana mnaona na wagusa wote na wabadilisha. Biteko yuko hapo kwa sababu anafanya kazi nzuri na anaichangia Tanzania vizuri sana. Kwa hiyo mtihani wake ni mpaka 25. Asipofikisha 10%, amewaangusha watu wa Bukombe. Akifikisha 10%, Biteko Dunia haitopatwa na mshangao kabisa kesho ikifahamika kwamba Dr. Biteko ndiye waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani utendaji kazi wake uko wazi na ni wa kutukuka. Leo katika ukurasa wa kwanza naomba nishushe kalamu chini. Wakati ujao nitakueleza ya ndani kuhusu harakati zake zote Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko. Kumbuka huyu ni pacha wa Kulwa Mashaka Biteko. Mwandishi na msimuliaji wa makala hii naitwa Lugano Mwakasege. Unaweza kuniita pia MC Mwaka. Asante kwa kusikiliza.